Madam Rose Muhando, mimi kuna klipu moja niliona mtandaoni, ulisema kwamba I wish siku moja upate bwana mzungu. Lakini juzi tumeona kuna mtumishi amesema kwamba anataka kukuoa. Pale amesema amenioa. Sasa mimi sijawahi kuolewa jamani. Mwenzenu sijawahi kuolewa, mbingu zinajua na Mungu anajua sijawahi kuolewa. Jamani, ndoa ni kitu kingine. Ndoa ni issue nyingine. Mimi sijawahi kuolewa, sijawahi kufunga ndoa kifupi. Una maana gani unaposema ndoa ni kitu kingine, Malkia Rose Muhando? Mfano labda tuchukue leo. Wewe si mtangazaji. Umeenda umemwambia msichana nakupenda. Kwani umependwa na wangapi? Wewe umependwa na wangapi? Umependa wangapi? Kusema tu mtu unakupenda ndo kukuoa. Na nimependwa na Walundo. Lakini hawajanioa. Sio kwamba kupendwa ndio kuolewa jamani. Naomba tutofautishe. Ndoa ni kitu cha heshima sana mbele za Mungu. Sio jambo la kulichezea hivi. So ile kauli ya kusema kwamba I wish akuoe mzungu ulikuwa unamaanisha nini, au ulikuwa ni katika hali? Ile wakati ule niliongea kweli, yani ya ukweli kabisa. Niliongea kutoka ndani, mzungu mchezo. Nikasema Mungu nipe mzungu. Jamani, kila mtu ana choice yake. Niliongea ukweli. Mungu anipe mzungu, kwani mzungu dhambi. Lakini kama hakuja basi mapenzi ya Mungu pia yatimizwe. Okay, Madam Rose Muhando, watu wangetaka kufahamu kwamba kwa nini sasa hivi kama haujai kusikika labda una mahusiano au hauko kwenye mahusiano, nataka kufahamu kwa nini hivyo. Sio kipaumbele changu. Mahusiano sio kipaumbele changu mimi. Mimi nawaza sasa hii niachie mkwaju gani mwingine? Niachie songi lingine la kufa mtu. Alafu mnaambia mahusiano. Kwa mahusiano gani ya miaka hii? Sasa Madam Rose, kwa ustaa ulionao, unavyofahamika na watu, majaribu hapa na pale unakabiliana nao vipi? Mimi ndo bingwa wa kujaribiwa na yote nimeyashinda. Umeshinda? Jaribu likija, sina lishinda. Imeandikwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Kwa hiyo hata sihangaiki kushinda. Kwanza unakuuliza jaribu la mahusiano. Watu tumeugua mpaka tunataka kufa, lakini hatujamwacha Mungu sembuse jaribu la mahusiano. Mtu kumwambia ndio au hapana. Sina kwambia sitaki, kwa mtanifanya nini? Sitaki, sijapanga, sijisikii. Yani sio tu kipaumbele changu. Kipaumbele changu ni kufanya kazi yangu hii ya uimbaji kwa bidii zote. Kuhakikisha namsaidia Mtanzania mmoja hata kumlipia ada. Mtoto yatima mmoja hata kuisha navaa viatu. Mtoto yatima mmoja hata kumpa chakula, kumnunulia madaftari ya shule. Sawa, kuna msichana anasoma, yuko hana hata uwezo wa kununua pedi yake ya kuvaa. Nihakikisha huyo msichana anapata pedi hata ya kuvaa kwenye siku zake. Mimi unanipa ati nini? Mahusiano ya kitu gani? Uzinzi? Wapi? Kwa hiyo Madam Rose utaki msaidizi jinsia tofauti kabisa. Kunisaidia kitu gani? Biblia nasema nanyi mnaye roho atokaye kwa Baba ndiye msaidizi. Yaani hiyo nimemaliza, Roho Mtakatifu ananisaidia. Acha nikwambie kitu. Acha kusaidia wewe na vijana wengine. Chochote kile mbegu yake inaanzia moyoni. Moyoni mwako kama hakuna mbegu ya kutamani mahusiano, maana yake ni kwamba hutakuwa na wazo la kufanya mahusiano. Sawa. Akili yangu inaweza kufanya kazi kubwa. Kwa hiyo mawazo yangu, akili yangu vote vimenielekeza wapi? Huko. Ukiona mtu anataka kuyafanya hayo, je, moyoni mwake mmejaa hayo? Kwani lazima kuyafanya hayo, kuwa na mahusiano na mwanaume kwani lazima? Kwani katiba ya nchi? Okay. Rose, kuna watu wanakutazama hapa kwamba kuna wengine walikata tamaa, lakini nyimbo zako na matamko yako hapa na pale yanakuwa kama yanawafariji. Lakini pia ulishawahi kusema na ulivyoteseka kupambania watoto wako akapata elimu bora na vitu kama hivyo. Labda una nini cha kuambia kundi kubwa hili linalokutazama hapa? Kwanza, dhambi ya kwanza Mungu anayoichukia ni kukata tamaa. Nikuulize, unajikatia tamaa wewe? Unadhani kuna mtu atabeba shida zako? Hakuna. Kila mtu duniani kaletwa kupambana na hali yake. Usikate tamaa, pambana, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, adui wa leo sio yule wa jana. Pambana. Adui wa jana sio wa leo. Kwa hiyo pambana. Mimi nimepambana na sijali dunia inatukana, nasema isiokee matusi achani nguo, mimi hapa. Mradi sijavunja katiba ya nchi, nitapambana maisha yaende vizuri. Kwa hiyo mimi mtu aliyokata tamaa, kwanza wale ukata tamaa na kuchukia. Na naichukia tabia ukata tamaa. Usiwahi kukata tamaa. Don't give up. Usikate tamaa. Ndio wewe unatumainiwa na familia uishi. Serikali inakutumainia wewe ufanye kazi ili ulipe kodi. Unakata tamaa na unadaiwa kodi ya serikali.